Katika masomo yote ambayo nimeweza kufundisha yalikuwa yanahusiana na namna kuweza kutumia WhatsApp Business, haswa niliweza kulenga katika maeneo ya kuweza kuseti business profile yako na maeneo mengi ambayo na imani kwamba unasikiliza katika siku leo utakuwa umefuatilia mafunzo haya kupitia Telegram group letu ambalo unaweza kulianzisha la WhatsApp Business. Lakini moja kati ya maswali ambayo nimekuwa nikipokea kwa watu ambao wameweza kupata mafunzo haya katika hilo group la Telegram la WhatsApp Business ni kwamba ni namna gani mtu unaweza kufanya mauzo mazuri katika WhatsApp Business. Kwa wale ambao ni wageni au mara yao ya kwanza kuweza kuungana na mimi, kwa jina naitwa Coach Lazaro Samuel na nitakuwa sambamba nawe katika siku leo kuweza kuelekeza baadhi ya njia ambazo unaweza kuzitumia kuweza kufanya mauzo mazuri katika WhatsApp Business, lakini vile vile katika WhatsApp ya kawaida ambayo unaitumia. Lakini vile vile kwa ambao nifanye biashara, kama bado huja download application ya WhatsApp Business, tambua kabisa kwamba unafanya makosa makubwa, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo vinakupita, lakini kuna vitu vingine vingi sana ambavyo unashindwa kuweza kunufaika navyo kwa kitu ambacho unakifanya. Hebu tuangalie sasa njia hizi ni njia gani ambazo mtu unaweza kuzitumia kuweza kufanya mauzo katika WhatsApp zako hizo zote mbili. Hasa tunazungumzia WhatsApp Business, tukiachana WhatsApp ya kawaida ambayo tumeshazoea na watu wengi vile vile wanaitumia. Kuna njia 5 ambazo nimezitumia vile vile na bado naendelea kuzitumia, na naimani kabisa kwamba kwa mtu yote yule ambaye ataamua kuweza kuzifuata basi zitamfanyia mauzo mazuri. Njia hizo, kuna njia kwanza tunasema ya kutumia broadcast, kuna kuunganishwa katika magrupu mengi ya WhatsApp, kuna kuelimisha au kutoa elimu, kuna kutengeneza group lako la mwenyewe binafsi, kuna kutambulisha bidhaa yako. Kumbuka katika kila njia ambayo nimetajia hapa, kila mmoja ina nafasi ya wewe kuendelea kufanya mauzo kitu ambacho unaifanya. Unaweza kuwa unasikiliza njia hizo kwa ni rahisi au umeshasikia kwa watu wengi, lakini unapojua namna kuweza kuzitumia vizuri, lazima utafanya mauzo mazuri kwa kile ambacho unafanya. Sasa hebu siku leo nataka niweze kufundisha katika njia moja ya pili ambayo ni kuunganishwa katika magroup mengi ya WhatsApp. Na ni maana moja kati ya njia ambayo inaweza kukusaidia vile vile kwa wepesi kuweza kufanya mauzo mazuri katika WhatsApp yako. Nakumbuka ilikuwa mwaka 2016 na mwaka 2017 nilitoa kitabu changu cha kwanza kinaitwa Nguzo 3 za Maisha. Na moja kati ya maswali ambayo nilikuwa nayo kipindi kile na andaa kitabu na kuweza kutoa kitabu ni kwamba ni namna gani nitafanya mauzo, kwa sababu nilikuwa sijulikani sana, lakini vile vile kwa pande mwingine nilikuwa situmii mitandao mingine ya kijamii vile, kwa sababu nilikuwa na wafuasi wachache. Na nikaja na mtazamo nikaona kwamba katika WhatsApp nina magrupu ambayo nayatumia. Na vile vile katika WhatsApp ukituma kitu ni rahisi sana mtu kuweza kuona kwamba nani katuma kitu fulani katika group, kwa sababu group lazima mtu afungue na lazima mtu aweze kuscroll kuangalia fulani katuma nini katika group. Nikasema hapa kuna namna ya kuweza kufanya ili mtu aweze kunufaika na WhatsApp. Na nakumbuka mwaka 2017 umeingia, niliuza zaidi ya vitabu 300 vya Nguzo 3 za Maisha katika magrupu wa WhatsApp. Kwa sababu kipindi hicho nakumbuka sikutumia Instagram wala sikutumia Facebook, lakini WhatsApp kama WhatsApp yenyewe ilinifanyia mauzo ya vitabu zaidi ya 300 napozungumza nayo kwa siku ya leo. Sasa magrupu wa WhatsApp unawezaje kuyatumia kuweza kufanya biashara kwa kile ambacho utakuwa unakiuza? Inawezekana ikawa ni huduma, inawezekana ikawa ni bidhaa. Cha kwanza kabisa lazima uweze kuelewa kwamba ni watu wa namna gani ambao unawalenga. Kwamba katika kitu ambacho unakifanya, either iwe ni bidhaa au huduma, ni watu wa namna gani ambao unalenga katika ile bidhaa au huduma ambao unayo. Lazima uwe na tunasema kitu kinaitwa ideal customer. Lazima uweze kumtambua mtu ambaye unataka kumlenga katika biashara yako. Lakini vile vile lazima uweze kujua tatizo gani ambalo unaenda kulitatua. Baada ya pale ukishajua, ujue hao watu utawapatia wapi. Kama ni magrupu WhatsApp, lazima uweze kujiwekea vigezo kwamba katika magrupu WhatsApp nitajiunga, lakini yawe ya namna gani. Mfano kama ni kuuza vitu, katika kuunganisha katika kujiunga katika magrupu WhatsApp, tafuta magrupu ambayo watu wana promote bidhaa. Tafuta magrupu ambayo watu wanaelimisha. Tafuta magrupu ambayo wanawafanya biashara. Tafuta magrupu yenye rika ambalo watu wanaspend muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwenye WhatsApp vile vile. Hizo ni baadhi ya hints tu. Uwezo kufanya hivyo kuweka category kwamba mimi grupu ambalo utajua ni grupu linaanza na watu 150 au watu 100 na utajoin. Lakini vile vile katika ile grupu lile na watu ambao wanafanya biashara, lio na watu ambao vile vile ni wako active, lio na watu ambao vile vile wanafanya matangazo ya biashara, wanafanya biashara wenzako. Ni kitu ambacho itakuwa ni vizuri zaidi. Lakini principle moja hapo kuweza kujoin katika magrupu ya WhatsApp ili uweze kufanya mauzo mazuri, usiingie katika magrupu ya WhatsApp and then ukaanza kushare kwamba nauza bidhaa. Lazima utakuwa umejidisqualify kwa wale watu kuweza kuwatengeneza kwa wateja katika kitu ambacho unakiuza. Jaribu kuangalia mienendo ya watu katika ile magrupu ya WhatsApp yakoje. Nakumbuka mwaka 2016-2017 gia ambayo nilitumia kuweza kujintroduce katika magrupu ya WhatsApp ilikuwa ni kuweza kuelimisha watu. Labda mfano katika magrupu WhatsApp nilivyoona kwamba hawa ni wafanyabiashara wengi, hapa ni vijana wengi,
Niliangalia ni base katika kitu gani. Ndio maana mimi kitabu changu kina base katika sehemu 3: biashara, ujasiriamali na maendeleo binafsi. Sasa mfano nikakutana nimejoin katika group ambalo linalofanya biashara. Ina maana asilimia kubwa ili niweze kujiintroduce vizuri lazima niweze kuendana na ile group. Nilikuwa natengeneza content ambazo kwa ni video, audio, na pamoja kutengeneza na course ambazo zinaendana na wale watu kitu ambacho wanakifanya kama wanafanya biashara. Kama ni vijana, taangalia wale vijana katika lile group wana discuss mada gani sana, au ni kitu gani sana ambacho huwa wanavijadili kwa asilimia kubwa. Taangalia namna gani kuweza kwenda nao sawa. Kama kitu ambacho nakifanya nijue namna kuweza kulink na vile ambavyo wanavipenda, ili mwisho siku niweze kuwavuta au niweze ku create attention na kuweza kumwangalia huyu Lazaro nani wanafanya nini. Hapo ilikuwa kabla kuweza kuintroduce kitabu kwamba nauza kitabu. The same applies hata wewe kwa ambaye nifanye biashara, mjasiriamali. Hawezi kusema kwamba umejoin katika group fulani ukaanza moja kwa kwamba nauza bidhaa fulani. Cha kwanza unaua attention na kufuatilia. Cha pili utatokana kwamba wewe haupo katika lengo la kuweza kusaidia, kwa sababu nikwambia kitu kimoja kwamba mteja hata nunua kitu fulani kutoka kwako kwa sababu umwambia anunue. Atanunua kitu fulani kutoka kwako kwa sababu kuna detail ambazo zinamuonesha kwamba tatizo lililo nalo au shida lililo nayo inaenda kutatuliwa. Lakini vile vile katika kufanya mauzo katika magrupu ya WhatsApp, unavoenda na kuweza kuangalia watu wanaishije na ukaenda nao sawa, una build relationship, kwa sababu katika mauzo vile vile hakuna mtu anaweza kanua kitu kwa mtu ambaye hamfahamu au mtu ambaye hana connection naye kwa namna yote ile, kwa sababu hiko ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa na ni ngumu sana, kwa sababu asilimia kubwa wateja vile vile wanakoga na tunasema na uoga kwamba huyu mtu ni ambaye nampatia langu ni nani, anafanya nini, anajulikana, kitu ambacho anakiuza kweli ni cha kwamba inaweza kanisaidia mimi. Ni maswali ambayo wateja huwa wanajiuliza mara nyingi. Kwa hiyo lazima uweze kubuild relationship kwa muundo huo. Lakini zingatia kitu kingine kwamba jiunga katika magroup mengi kadri uwezavyo. Jiunga katika magroup mengi uwezavyo. Muda mwingine ni ngumu sana kuweza kujua aina ya watu katika ile magrupu, lakini mimi kuna strategy moja ambayo naitumia kwamba nilikuwa natafuta kila aina ya group. Katika kipindi hicho kwa yani naangalia link yote ambayo itatumiwa niweze kujua ni katika ile group. At least leo natu kuanzia 100 mpaka 250 au 257. And then katika ile group nitajitahidi niweze create content ambayo najua zitakuwa na emotion connection na wale wadau katika ile group. Siku zote katika umati wa watu hauwezi kauza kwa kila mmoja. Lakini katika ile ambacho unakifanya vile vile kezi kakosa wadau. Kwa hiyo as days goes, jinsi unavyozidi kuweza kujiestablish katika ile magrupu WhatsApp, kuna watu ambao utawaona kwamba hawa watu wanavutiwa na hiki ambacho unaifanya. Doesn't matter kwamba ni 10, ni 15, ni 20. Hata ukiangalia katika info pale unapofuatilia kwamba message yako imeona watu wangapi, utaona watu ambao wanafuatilia. Kwamba wale watu kuna kitu ambacho wanakiona kwa jinsi unavyokifanya. Nilichokuwa nakifanya pincha nyuma, mimi nilikuwa nafuata watu inbox. Create ile relationship na wale na wafuata wale watu inbox, na washukuru kwamba namtumia message habari yako, nashukuru sana kwa kuona kwamba unanifuatia kitu ambacho nakitoa. Mungu akubariki sana. Mtu atakujibu kwa sababu hakuna mtu ambaye pendi kubi appreciate. Hata kama mtu akafuatilia au alikuwa anafuatilia kwa kusuasua, lakini akishaona kwamba umemappreciate, lazima atakupa jicho lingine, ata save namba yako, lakini vivyo ataanza kukupa jicho lingine kwa kitu ambacho unakifanya. Tayari una create relationship. Kwa sababu pale utakavyoenda kumtaja habari yako fulani, kwa sababu ni vizuri kuanza kwa kutaja jina lako kwamba habari yako mtu fulani. Angalia pale katika WhatsApp yako kwamba amesave jina gani. Anza habari yako fulani. Alafu fanya appreciation. Ikiwezekana msave, ikiwezekana vile vile ndo katika strategy nyingine ambayo ni ya 5 kwamba tengeneza group la WhatsApp. Mimi wala watu ambao kwa na appreciate alafu naona response ni nzuri, nilikuwa naomba vile vile kuweza kuunga katika magroup yangu mengine ambayo provide value kwa kile ambacho unakifanya. Kama ni mtu unafanya biashara nyingine, ku provide value ni kuweza kuelewesha watu juu ya kile ambacho unakiuza. Kwa mtu baada ya kuona kwamba anafuatia katika ile magroup ambayo utakuwa umejoin, naona kabisa kwamba magroup hayanifai sana, lakini angalau kuna watu ambao naweza nikawapata hapa. Unaweza kukaa baada ya muda fulani ukaondoka na wale ambao unahitaji ukatoka kwenye group, au muda mwingine unaweza kuvumilia kukaa katika ile magroup ukaendelea ku provide value, kwa sababu kuna watu wengine ambao hawaweza kwa kuelewa hiyo siku au hata baada ya mwezi mmoja. Na mwa kuna rafiki yangu mmoja ambaye aliweza kujiunga na mentorship mwaka uliopita. Aliniambia, Lazaro bwana, kipindi cha nyuma naona unatumatuma hizi articles zako pamoja na podcast, nilikuwa nakupuuzia sana na ulikuwa unaniudhi sana. Kwamba nilivyokuwa nikiona hizi posti zako unatuma zinaniudhi sana. Muda mwingi kwa napitia tu na scroll, hata sikupe attention sana. Lakini kuna kipindi, na hapa ilikuwa muda ushapita, muda mkubwa sana, akaniambia kwamba kuna kipindi nikabonyeza, kwa sababu hizi audio ambazo unatengeneza kwa wakati mtu unaweza kubonyeza tu alafu kapita. Kuna wakati nadhani kuna audio moja hapo ya kwako nilibonyeza ikajidownload ikajisave kwenye simu. Na ndio hii nishaelezea kwamba umuhimu wa kutengeneza hizi audio au kutengeneza hizi codes hizi kwa mfumo wa picha. Akaniambia ile audio kama imejisave katika simu yangu kule kwenye sehemu ya muziki. Sasa kuna siku nilipokuwa nasikiliza muziki yangu na audio yako kama imejiplay pale. Baada ya kusikiliza ile audio yako,
nikavutiwa moja kwa moja na wewe. Kwa hiyo ikabidi niende kwenye ile group ambalo ulikuwa unapuuzia zile makala zako na pamoja na podcast zako. Nikaanza kutafuta audio yako ya kwanza na makala yako ya kwanza mpaka ya mwisho. Na huyo Mr. sasa hivi yeye alijua katika package kubwa ya mentorship ambayo anaitoa. Akaniambia, Lazaro, hiyo siku ndio ulipo catch attention yangu na ndio nikakuelewa. Akaniambia, lakini kipindi hicho mimi kuna mtu anamfuatilia. Kuna rafiki yangu mwingine anamfuatilia, lakini kwa sikupi attention kubwa sana. Sasa ndio hii inakuja kwamba sio kila mmoja ambaye atakuelewa katika magrupu mengi. Huwa taratibu sana kuweza kujenga hiyo foundation ya watu kuweza kuelewa kile ambacho unakifanya. Kwa hiyo lazima vile vile uweze kuwa consistent, lakini ujue kabisa kwamba kuna watu ambao wanakufuatilia. Ukisema kwamba watu hakuna watu ambao kufuatilia, uko na mentality ya namna hiyo, ni ngumu sana kuweza kunufaika na wale watu ambao wanaona kile kitu ambacho unashare nao, au kwa wale watu ambao umekutana nao katika ile group la WhatsApp. Kwa baada pale kuna njia zingine ambazo ukazitumia sasa, ambacho ni kama kwenye kushare ile product yako. Kuna namna nyingine ya kuweza kushare product yako katika ile magrupu ya WhatsApp and then ukafanya mauzo. Lakini kwa siku leo unaweza kuona kwamba ni kushirikishe mbinu hii ambayo itakusaidia kuweza kufanya mauzo mazuri kile ambacho unaifanya, hasa katika magrupu ya WhatsApp. Na mambo kitu ambacho tutakuwa tumejifunza katika siku leo, lakini kama utapenda kuweza kuwa mwanafunzi au mmoja kati ya wanafunzi katika training zetu, basi usiache kuweza kuwasiliana na mimi na nitakupa utaratibu wa nini ambacho unapaswa kufanya kusudi uweze kuwa muumini wa akili ya ushindi. Siku zote si akili ya ushindi nasema kwamba badili fikra, ona fursa, ishi maisha mapya. Kwa na furahi pia kwa wewe kuweza kunisikiza katika siku leo, lakini na maana vile nitafanya kazi na wewe uweze kuwa na fikra mpya, uone fursa, lakini vile vile uishi maisha mapya. Ulikuwa na mimi coach Lazaro Sam katika siku leo. Naomba kutakia wakati mwema na Mungu akubariki sana.